Kwa majina naitwa Jonas Shabani Makoe, ni mzaliwa wa Ngara, mkoa wa Kagera. Ila kwa sasa nipo Morogoro na najihusisha na mambo ya garden, majumbani, maofisini. Ila najua bwana changamoto ni nyingi, ila kuna changamoto moja hapo imewahi kunikuta. Nakumbuka kipindi nipo nyumbani nilipigiwa simu na kakangu, "Bwana mdogo wangu hapa kuna kazi." Kamuuliza, "Bro, kazi wapi?" "Najua tena ukiwa kijijini." Kaniambia, "Da." Kasema, "Da. Sasa si ndio kazi hapa nimepata." Nikamwambia, "Sawa. Nije lini?" Nikamwambia, "Basi ngoja niongee na huyo mtu ambaye anakuhitaji ili uweze kwenda." Bwana kakaa siku 2 siku 3 akanipigia simu. Nikafikia kwake anaisha hapo Kahama, na huyo mkubwa ndio alikuwa amekuja kumsalimia mzee wake hapo Kahama. Nikakaa pale kwa bro siku kama 2 hivi. Yule bibi mkuu akaja kanifuata pale. Anielekeza bwana, nikauliza bwana ni kazi gani? Akaniambia ni kazi ya kuuza juisi. Nikasema sawa. Baada tukaongea bwana, mshahara itakuwa 1 2 3, nikasema fresh. Bwana tukaenda mpaka Dar. Nakumbuka bwana tupo kwenye gari kumbuka tumepanda gari saa 12 za asubuhi ndio tumeamsha toka Kahama kwa Dar. Sijaje kwa ndoka kijijini, hujawahi kupanda gari. Kakaa kwenye gari, anza safari mpaka inafika saa 1 usiku hatujafika. Hasa ngana najiuliza hawa watu kweli wameniuza au mimi nimekuaje? Basi tukaenda tumefika, nakumbuka tumefika Dar kwenye muda saa 3 saa 4 kitu kama hicho. Fika Dar kweli tukaenda mpaka nyumbani kwake. Tukanionyesha sehemu ya kupumzika, ngapumzika asubuhi. Wakanipa chai, nikakunywa chai, akanipeka mpaka hapo sehemu ya ofisi yake ambayo anapofanyia biashara. Nikaenda siku hiyo nikaanza kufanya kazi. Umeona, kanielekeza bwana hapa kuna 1 2 3. Akasema sasa maisha si ndio haya. Bwana nilipofika kesho yake. Kaambia bwana amka saa 12 hapo nimeamshwa. Nikaamka nikajiandaa, tukapandisha sokoni tukanunua matunda. Kaambia bwana nataka kufanya 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Kasema sasa kazi ipo. Kaendelea na kazi, tukaanza mwezi wa kwanza ukakata. Mwezi wa 9 kaanza kuleta vipengele mara nini mara hivi, kaendelea nasema sawa zetu hivyo. Tukafanya. Dakika za mwisho bwana, yule mkubwa kazi ile ananiambia kwenda kuuza juisi, nikaongezewa na kazi nyingine. Ndio nitakiwa amka asubuhi, uoshe vyombo, pige deki ndani, pige deki nje. Nimeshatoka hapo, uende sokoni kupata matunda. Ukishatoka kupata matunda, uandae, umenye nini, uweke, usage, utie kwenye chupa. Ikifika saa 10 naenda kufanyaje? Kufungua ofisini. Naenda nafungua, lakini yeye ufanye kazi unavyojua wewe, yeye haliziki na hizo kazi. Akikuta kazi nataka umezubaa kidogo, matusi. Akikuta umefanya hivi, matusi. Hasa nikawa nafika hatua nikaona hiyo kazi yenyewe kabisa hapa hapana ise. Sasa si unajua tena kwa mtu wa kijijini umezoea kufanya kazi nyingi, kwa hiyo mimi nakuwa naona fresh. Tukaenda sasa kuna kama biashara hivi ya kuuza karanga, nikawa nimeibuni pale kwake. Katafuta kameza fulani nikaweka pale mbele ya ofisi. Nikaanza kuweka karanga mbichi. Kana wateja wanakuja wananunua. Baada ya hapo nikaanza na za kukaanga, nikanunua kilo cha kwanza nikakaanga, nikaweza, nikaunguza. Sema sasa hapa nitaweza kweli. Kaenda hivyo mpaka nikafanyaje nikaweza. Nikafika hatua nikawa nanunua hata kilo 5 nauza ndani ya wiki nzima zinaisha. Tena wewe mshahara wewe mkubwa hata kama siponilipa naona fresh kwa sababu kanga zangu zinanipa faida. Kaenda bwana yule mkuu kaona kama mimi nafanyaje nafaidika na ile biashara ya kanga niliyoanzisha pale kwake. Akirudi nyumbani anakuja na foka sina nini, wewe ufuatilie kazi zangu hivi na hivi. Sikasema hapo sasa nitaweza kweli. Tukaenda hivyo. Akirudi nyumbani, akija ofisini zile karanga na mwaga nafanya hivi. Sasa nikaanza kupigia simu washikaji, bwana mimi hapa sielewi. Vipi naweza ngapata kazi huko? Kabla kazi mwanangu sijui. Kuna mshikaji wangu hivi yupo, mshikaji mmoja yupo Mbagala. Kaambia mwanangu hapa kuna bibi mkubwa yupo Morogoro. Anataka mfanyakazi. Nikamwambia mfanyakazi wa nini?
wa 1 2 3 nikasema fresh niunganishe naye. Kweli kafanikiwa kuja hapa Morogoro. Nilipokuja hapa Morogoro nikakutana na yule mkubwa, akanielekeza bwana, mimi kazi ilikuwa 1 2 3 lakini nishapata mtu. Sema hapa inabidi nikuweke kwenye kitengo fulani. Akasema sawa, nikaenda hapa nikafanya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Na yule mkubwa amefanyaje, akaendelea kuzingua vile vile. Sasa nikasema cha msingi hapa naona kama vile kuna kurudi kijijini. Kaenda kapata kuna mshikaji akaniunganisha kwa jamaa mmoja hivi anauza maua. Kaniunganisha naye, nikaanza kwenda asubuhi natoka saa 10, naenda asubuhi natoka saa 10, naenda asubuhi natoka saa 10. Yule jamaa mwezi wa kwanza umekata, kwa siku alikuwa ananipa 5,000. Sasa mwezi wa pili kananiambiaje, sasa mdogo wangu hapa inabidi force upate nayo chumba ili uweze kuanzisha maisha na dab bro fresh. Umeona? Sasa nikaenda hivyo nikaenda mwezi wa kwanza nikaukata. Bro, vipi mshahara bado hujatoka? Kada ngoja. Mwezi wa 3 unaenda unafika katikati hajalipa. Sasa nikaona hii ngumu. Baada ya kufika hapo hajanilipa mshahara. Nilichokiamua nikaachana naye. Sasa kuna sehemu moja hivi tulikuwa tumepanda ukoka, yule bi mkubwa nikakutana naye njiani, akamwambia mdogo wangu, mimi nahitaji mtu wa kunifuatilia ukoka wangu. Vipi? Nitakulipa shilingi ngapi? Nikamwambia mama, wewe niambie utanipa shilingi ngapi. Nakumbuka kipindi hicho sina sehemu ya kujishikiza. Yule bi mkubwa akaniambia na nitakulipa 100,000. Akasema safi, hapa nipambane napo. Sasa nikawa naenda. Mwisho wa siku akaniunganisha, hata yule bi mkubwa akaniunganisha kwa mtu mwingine, kaenda akampandia. Hivyo kuna nazunguka. Sasa watu ambao tulikuwa tunapita na yule jamaa, yeye kule kashindwa kufuatilia ule ukoka kule majumbani kwa watu. Sasa nikawa nafanyaje? Naenda naitwa mimi. Naenda nafanya vizuri hivyo mpaka hapa nilipo sasa hivi. Nipo na mambo ya nini? Garden. Umeona? Sijasomea mambo ya garden, bali tu ni ile tukukosa kazi ya kufanya mjini. Kwa hiyo kajikutani nipo humo mpaka leo. Naaminika, naenda watu wananiita, naenda nafanyia vizuri kwenye ndoa, kunapendeza vizuri tu. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru Mungu mpaka hapa nilipo. Aisee, Mungu ni mkubwa. Yaani nilikuwa sitamani kurudi kijijini. Lakini leo hii natamani niendelee kuishi hapa Morogoro. Kwa kweli Morogoro pazuri. Asikwambie mtu. Ila sio kadanganywa na mtu akakwambia bana mjini kuna kazi. Kwanza fuatilia ni kazi gani ambayo unaenda kuifanya. Wasio unaweza kwambia ni kazi fulani alafu nafika kule unabadilishwa kazi. Na huna namna. Inabidi ufanyaje hiyo kazi uifanye tu, kwa sababu huwezi kupata nauli ya kuweza kufanyaje kurudi nyumba. Kwa hiyo mimi nilifanya kazi ambazo nilikuwa sijaelewana na huyo boss, na mshahara ulikuwa ni mdogo sana. Haikuwa ilingane na kazi ambazo umefanyaje alikuwa amenipa. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Hivyo tu yani.